Sasa kinachokuchekesha nini? Sasa mimi nimeumia. Bado unipe pole unacheka. Yaani ina maana umefurahi, si ndio? Sasa sisi tutakuwa wanandoa namna gani sasa? Kama tunaumizana, hatupiani pole, tunachekana. Wewe ulikuwa unajifanya shababi wewe. Naweza mpaka umenisogeza hapa. Haya sasa beba kitanda hicho. Yaani unajua nini? Mimi nilikuwa najaribu kutekeleza majukumu yangu kama mwanaume. Lakini bahati mbaya nimeumia. Inabidi unipe pole. Wewe unacheka. Ina maana umefurahi, si ndio? Umefurahi? Halafu kaa utambue ya kwamba hata mjumbe ametuambia kuna baadhi ya vitu tuzifanya, lakini vitu vingine tulifanya. Tusionane, tusigusane, tusilale pamoja. Lakini kwenye mambo madogo kama haya ya ndani, inabidi tusaidiane, tusaidiane. Kwa sababu mimi mpaka sasa hivi unavyoniona hapa, sijaenda gengeni kufungwa genge. Yote kwa sababu yako. Sasa hapo gengeni Mpodo. Umenikumbusha. Jana ule kinyamkora wako kilichomuondosha nini? Akatoroka akatuenda kwa mjumbe. Yupi? Humjui Mpodo? Kumbe unazungumza yule? Yule namjua. Yule pale wewe umekuja kwa hasira tu. Lakini pale mimi nilikuwa namuuliza maswali mengine kabisa. Wewe yale mawaiza kwa mjumbe umeyatilia maanani? Yamekuingia akilini? Utayafanyia kazi? Kwa sababu umekaa kisharishari. Sasa hajanijibu. Mpodo usinitafute Mpodo, unanijua miaka mingi, unaishi na mimi miaka mingi Mpodo. Unakaa na mimi muda mrefu sana lakini unijui vizuri Mpodo, usinitafute. Wewe ni wakudanganya hivyo. Ulikuwa mweleza mambo ya mjumbe yule, kama mlikuwa mfanyi kitu kibaya chochote mbona kaondoka akakimbia? Mbona kwa mjumbe hajaenda? Wewe, kumbe unazungumza swala hilo? Sasa swala dogo tu. Yule pale alikuwa anawahi kupeleka marejesho ya Vijora. Sasa wewe umeniambia ulikuwa unafuatilia, umekaa naye, ulikuwa unamuelekeza habari za mjumbe ya Vijora, umeajuaje? Wewe umejuaje habari zake za Vijora Mpodo, au ampa pesa kanunue Vijora Mpodo? Hilo si ni mabunibuni tu hapa. Anakuangalia zake za marejesho, wewe umejuaje kama anacheza vikoba? Hapana. Hilo nisamee. Sasa leo wewe na wewe kinyamkora wako ndo mtanielewa vizuri. Twende. Nyanyuka! Sio kwa adabu, nyanyuka twende. Kwa pumbavu wako. Sasa wewe, ipi ni nini kinachokufanya ufungi? Maanake bora mimi mwanamke nina uzuru zangu kibao za kunifanya nisifunge. Haya wewe tatizo lako nini? Unajua nini? Jana singajitia umbea kufanya mazoezi. Sifanye mazoezi, afu nikalala nikasahau kula dako. Sasa nilipoamka asubuhi na bonge la njaa, yani bonge la nenge. Afu kama unavyojua na makazi kibao na ningojea kuosha vyombo, kupika, sijui kufua nguo, deki. Nikaskuti. Nikaona hapa siwezi kutoboa hapa. Wataka vipi niache nitakuja kulipa siku za usoni, au sio? Unataka kuniambia hizo kazi ndo mara yako ya kwanza kufanya? Babu wewe una sababu. Sema tu huwezi kufunga. Alafu nataka nikuulize, umekaa hapo umejiachia. Mke wako ndo anakuja na kukuta humu ghafla. Utamwambia? Hilo jambo wewe ndo washaka. Ushaelewa? Yaani mimi kabla kuingia ndani nimenyata kwanza. Kama ninja vile. Fika mlangoni kaangalia huku na kaangalia kushoto na kulia, nikaona wambea wote hawapo. Sio kwa menda zao kudanga huko, unajua wenyewe. Umeona? Ndo nikaingia. Na mke wangu mimi hawezi kuja mpaka nipigie simu. Umeona hiyo kitu? Kwa sababu ule kule anakokaa gari lenyewe hili moja. Likitoka asubuhi kurudi kulili. Kwa hiyo twende. What are you doing? Kumbe hujafunga mlango. Majirani. Naubuyu gradi. Utakafunge mlango liweje?
dhambi mnayofanya hii ya kula mchana haijawatosha, wataka muongeze dhambi nyingine? Jamani. Sasa unajua mimi siku zote ngoja kwanza niende na majirani subiri. Majirani, one more time. Come up on stage. Unajua siku zote nilikuwa kitizana. Nasema huyu mtoto wa kiume azoeana na huyu mtoto wa kike. Mazoea yao yaletwa na nini? Ngasema labda jamani ndio kwa vile wote wadangaji. Twajua. Lakini kumbe kuna la ziada. Kumbe kuna siri nzito. Majirani, siri nzito moyo. Hivyo binti. Kwenu kuna wakubwa kweli? Cha kunita mimi binti. Ndio hapo. Unaanza wewe. Na kuita binti kwa sababu huna adabu. Unawezaje kuingia ndani kwa mtu tena bila hata kugonga? Kwani umesikia chooni humu? Wewe unaikana mume wa mtu mchana mkala hapa. Chumbani wamejiloki na mume wa mtu wanakula. Mwenye adabu nani kati yangu mimi na wewe? Nani amfundisha mwenzio adabu? Yaani nimekuja ninalotaka kukwambia hata sijamaliza na kukuta na jengine. Alafu unapensa nimekuja nataka nikupe taarifa kuhusu jana. Nilitaka tuongelee vizuri kuhusu jana. Nilivyokukuta pale nilipokufuma na mume wangu waomba nyanya. Leo hajana jipya. Leo hajana jipya. Kabisa. Huyu unapensa kama katoka jela huyu. Kwani kutumwa na yule mama na nini hivi msio jela. Halafu na wewe usikae hapo kuchekeana na mimi ukaona tuko pamoja. Kumbe huyu ndo mwanamke wa kumtaka Mpodo, anti aibu namna hii. Wanti aibu kila siku, huyu ndo mwanamke wangaika naye wampe nyanya za bure. Huyu anamtaka saa ngapi? Mpodo. Huyu mbona sijamtaka mimi? Alafu unaona huyu kuna mtu wake. Huyu unaona kuna mtu. Mimi nimtaki wa nini huyu? Wakati gani? Alafu ngombe kitu kimoja mke wangu. Haya mambo mengine hayatuhusu. Mimi naona kama gomvi ishi tu hapa, tuondoke tu nyumbani. Hivi wewe Mpodo, wewe Mpodo. Unajishaua nini? Jana si ndio ulikuwa unanitongoza wewe? Na ukaniambia nichukue kitu chochote ninachotaka gengeni kwako. Ndio. Hivi kwanza unataka huyu kimada wako anionaje? Kwamba najigonga gonga sana kwako? Kwa kipi hasa ulikuwa nacho? Alafu kuhusu chakula. Mimi nina uzuru zangu za kisheria. Nimeenda nimenunua chips nimekaa ninakula. Kaja mgeni mtaka nimfukuze? Au mnamwonea wivu? Njoo na nyie basi kama mnaona na faidi. Mpodo umemsikia mwanamke Mpodo? Umesikia alichokisema Mpodo umemsikia? Wewe kwani ulitaka kumpa kile kitu kingine? Mpodo kwetu wewe kutoa mahari hapa yake kenye sima Mpodo. Mpodo kwani unanipenda? Hapana, mimi siombe hivyo huyu. Wewe mbona kabadilika bwana? Mimi nichombe kingine kabisa. Wewe mwapa nyanya chungu. Mwapa nyanya chungu. Nyanya chungu bei 300. Nyanya chungu bei 300. Hilo nyanya chungu 300 linanunuliwa. Blaza. Mbona ufungi wewe? Au unarudisha matumbo? Haya wewe kuhusu. Emtuza wala yako. Mbona ujibu swali nduza langu hivi. Wewe si Muislamu wewe? Si Muislamu wewe? Alifungi lina yake. Semaji? Nitakulalua wewe. Unalua nini? Nitakupatia makofi wewe. Tia makofi. Ngoja nikashule panga. Wewe dada yako panga. Twende. Huyu ngoja nikampatie panga. Wewe ndio tengeneza. Hata kama shoti. Wekima. Ulizani ameisha sasa hajaisha. Leo nakupasua leo. Waweza nipasua mimi wewe? Wajiona una minyama wewe? Minyama itakuwa sambusa ipo hiyo. Wewe utaua. Wewe masiti. Wewe. Piga jiwe. Mwacha pige. Asali uniache nimnyoshe huyu. Ndio una nguvu, unajifanya una nguvu. Ndio unazo kisoka kama ndio ile. Yaani kama ndio una nguvu sana ndio ile. Kawaida. Mpodo, kuna nini? Asalamu alaykum mzee Bashiru. Wa alaykum salaam. Mje tusaidie kidogo kuna mambo. Kuna nini? Njoo. Kuna nini Mpodo? Piga jiwe. Mwacha pige jiwe. Nini? Kuna nini? Vipi? Nini maana? Hebu acha ugomvi. Haya, kuna nini hapa tena? Kuna nini? Nitafukuza bila kurudisha kodi zenu hapa. Na kodi zenu zikiisha, siwahitaji tena hapa nyumbani kwangu. Mmesikia? Na kodi zetu zikiisha, hapa. Wewe mzee Bashiru, kama unataka utufukuze, turudishe kodi zetu hata leo. Twaenda. Hata leo utatona tumetoka huko ndani. Mpodo, unamsikia mkeo anavyozungumza? Namsikia. Hana adabu, umemsikia? Namsikia. Haya, chukueni virago vyenu fungasheni muondoke. Hapana. Hili swala leo hili hajanisha yeye leo. Leo amesha hapa. Alafu kuswala kwangu mzee, hilo sahau. Tutapata wapi nyumba bora kama hii? Tutapata wapi? Nani kaanzisha ugomvi? Hawa
hapa. Mzee Bashiru, huyu binti yeye na bwana wake amekuja ndani kwangu bila kupiga hodi. Adabu ya wapi hiyo? Umeona anavyofanya mke wako? Ni ya kweli hayo? Ni sawa? Hii swala leo mke wangu mnamuonea leo. Si ndio? Si wanakuonea Mkeo tangu lini bwana wewe ulimuoa? We Mario. Tena ungenyamaza kimya wewe Mario. Una lolote la kusema saa hizi pumbavu wewe. Wajua tumemkuta wapi huyu mzee Bashiru leo? Wajua tumemkuta wapi? Tumemkuta alishana chips mayai mchana na Mwansiti chumbani kwake. Kobe la mchana usiku la doyo. Tena na juice ya pensheni. La haula. Juice. Mchanganya parachichi. Wewe bwana Hassan. Haya unazungumza kitu ni ya ukweli? Ni kweli. Ni ya ukweli unakula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Umeogopa Mwenyezi Mungu wewe? Mzee, ni ya ukweli. Lakini chonde mimi nakuomba, niko chini ya miguu yako. Mke wangu asijue. Kwa nini? Mzee Bashiru waona? Mzee Bashiru waona mambo yao hawa. Na huyu mwanamke, huyu kijago cha mpapure. Tulomkuta gengeni kwa mume wangu jana. Alafu sisi tupofika akakimbia. Huyu leo nakuja nataka nipate majibu. Waniona mimi mkorofi. Kwa nini nyumba waniona mimi ndo mkorofi siku zote? Unaona Mzee Bashiru mistedi. Kwa nini waniona mimi mkorofi? Jamani, sasa tusikizane. Tusikizane. Haya mambo mimi naona ni makubwa. Ni afadhali twende kwa mjumbe tukazungumze. Hilo sasa mwingia point. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, muda huu tunazungumzia mtu gani anayeruhusiwa kula mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana. Yani dharura gani ambayo inamruhusu mtu awe mwanamke au mwanaume akawa ameruhusiwa kula mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yani atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa au yuko safarini anaruhusiwa kula, anazihesabu tu zile siku alafu anakuja kuzilipa baadaye. Kwa hiyo tumepata watu wawili tu ambao wanaruhusiwa kula wakiwa wanaumwa au wako safarini. Sasa mtu kama hana dharura yoyote akala mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata akifunga dahari hajahesabika kuwa kalipa siku hiyo. Yani mtu kama kafanya kwa maksudi akala tu bila dharura yote ya kisheria, basi huyo hata akifunga mwaka mzima bado anahesabika hajalipa chochote siku ile. Ina maana ni dhambi kubwa sana kutofunga kwa maksudi. Sasa shehe, mimi nilikuwa na swali hapa. Umezungumza mada kwamba mtu ambaye ameacha kufunga kwa makusudi, umesema kwamba hata akifunga miaka 50, sio 50, sio 50 hata miaka 100. Hata miaka 100. Mungu anakuwa asikizi swabu zake, si ndio? Sasa huyu bwana unamwona huyu? Nani? Wewe hapo huyu. Mimi nini sasa? Huyu bwana huyu kala kwa makusudi. Tena huyu kala chips mayai. Na kukulobo. Sikula daku. Tena juice ya pensheni. Mimi sikula daku. Sasa wewe mwili wote unashindwa kufunga kwa ajili ya kula daku? Sasa nifanya mazoezi mwili kwa umechoka. Tulia sasa niulize swali. Sasa huyu bwana huyu tumemkuta kwa macho yetu. Alikuwa anakula chips mayai na huyu bwana bibia. Na kukulobo vile. Si ndio? Tena alikuwa anakunywa na juice ya pensheni. Sasa hao ukitaka watubu hao wanafanyaje? Hao wanatakiwa mbembeleze kweli Mwenyezi Mungu. Yaani ile kusema kwamba hata wakifunga mwaka mzima ni kazi ya bure, ni kuonyesha uzito wa ile dhambi. Ndio. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha. Yaani kuonyesha uzito wa ile dhambi. Wambembelezeje sasa Mungu? Wambembeleze Mwenyezi Mungu sana tu kwa kumtaka msamaha. Unasikia? Manake yani sawa na mtu anayekosa kipindi kimoja cha swala.
yani man taraka fardhan wahidan mutaammidan, mwenye kuacha kipindi kimoja cha swala kwa maksudi bila dharura yoyote ya kisheria, kutiba ismuhu ala babi nari, jina lake linaandikwa kwenye mlango wa moto wa jahannam. Umesikia? Majina yenu hapo. Anakaa gengeni huyu jamaa muda wote sana. Mjumbe, na mimi nina swali. Naam. Katika hao wenye sheria za kufunga, umesema wasafiri na kina mama wakiwa kwenye eda zao. Je, wa wazee wenye umri mkubwa au na wale wenye akili sio timamu, vipi hao? Umesahau na wagonjwa. Wazee wale wasiojiweza, wazee kabisa. Watalipiwa na watoto hao, watalipa wao wenyewe. Na wale wagonjwa ambao hawana akili, watembea mitaani, wale vipi? Wale hukumu ya saumu imepotea kwao. Sio tu wagonjwa, kwa sababu mtu mgonjwa wa akili haruhusi kufunga wala kuswali. Na wao wanalipiwa au na wazazi wao? Wanaweza kulipiwa. Yaani wagonjwa wale ambao wanauma muda mrefu, magonjwa wao hawaponi vipi? Wagonjwa wasiopona. Wazima lakini wanauma muda mrefu. Wana maradhi. Ya muda mrefu. Wale hawaruhusi kufunga. Watu wanaumwa sana yani. Kati aliyekula chipsi kama huyu kwa makusudi, na huenda mwenzake alikula kwa akiwa kwenye eda zake, nini hukumu yao? Mzee sikiliza. Tulia, tuko kwa mjumbe. Twende sawa. Namuuliza mjumbe. Ndio mjumbe, naomba nijibu. Ikiwa hivyo basi mwanamke atakuwa yuko sawa, kanusurika. Huyu mwanaume mwenye mzigo ni bwana. Huyu basi atakuwa mloo huyu. Sasa. Wewe mloo wewe. Ulimlazimisha, si ndio? Mjumbe, mimi nilikuwa na swali langu, japokuwa mzee kaamua kuligusia kidogo hapa. Swali langu ni hivi. Mimi nina uzuru zangu za kisheria. Sawa? Kaja mgeni nyumbani kwangu kanikuta ninakula, ndani nimejificha kwa sababu nina uzuru yangu. Kataka kile chakula nilichokuwa ninakula nimempa. Je, mimi nina dhambi kumpa kile chakula? Kwa sababu yeye ni mtu mzima, anajielewa na ana akili zake kwamba huko alipotoka amefunga. Kaja akikitamani chakula nilichokuwa nakula. Mimi ndo nina dhambi au yeye ndo ana dhambi? Au sote? Ana dhambi, wewe una dhambi na yeye ana dhambi. Wewe una dhambi na yeye ana dhambi. Kwa sababu wewe utakiwi kumpa mtu chakula wakati unajua kuwa kafunga. Na yeye pengine kashawishika baada ya kukuona wewe unapiga msosi, ndo akakuomba chakula. Uzuri hata ukiwa katika ada zenu, uzuri kula kwa kujihifadhi kabisa, ili watu wengine wasione, kwa sababu watu wengine roho zao nyepesi sana. Kuhusu msosi, roho zao nyepesi watu wengine kabisa. Kwa hiyo ni bora zaidi kufanya faragha, yani kwa siri kidogo kula, ili usije ukawashawishi watu wengine. Naam. Labda mjumbe, ni katika hawa ambao wanatakiwa kulipa au kulipiwa, mtu unamlipiaje? Kwa sababu kama mtu mgonjwa au mtu mzima au umri umezidi au mtu mwenye maradhi ambayo hayatibiki ya muda mrefu tuseme, wale wanalipiwaje sasa wa mzao? Kama kawaida tu, yani kilo 2.5 mchele. Kilo 2.5 vipi? Kilo 2.5 kila siku. Unamtolea. Unagawa? Baba, chakula kinachopendwa. Hata ukiteleza ukafanya tendo la ndoa mchana na mke wa halali, unatakiwa utoe hivyo kilo 2.5 kila siku kwa muda wa siku 60. Au ufunge siku 60. Sasa wewe usioa wewe. Yaani vyote vigongo hivi. Mpata faida kubwa. Basi inshallah kila jioni
tuje kwenye darasa, tusiache kufika ili tupate faida mbalimbali, tupate kuishi vizuri hapa duniani na huko tunakokwenda akhera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.